Noah followed God with all his heart. He is the second human race ambao tunakutana nayo kutoka kwa Adamu. Tunakuja kukutana na second human race ambayo inatoka kwa Noah. Now, this man, wakati wa kipindi chake, wakati wa vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika kwake, watu walikuwa wamemuasi Bwana. Watu walikuwa wameamua kwenda katika njia zao. Watu walikuwa wameamua kupotoka. Watu walikuwa wanafuata mioyo yao vile ambavyo inawaambia. Lakini Noah yeye mwenyewe alikuwa anajua kwamba kuna Mungu ambaye anahitaji kumcha. Na maandiko anasema kwamba na Noah akafanya kile chote ambacho Mungu alikuwa amemwamuru kuweza kufanya. Na hivyo basi akaweza kupata kibali, akaweza kupata neema machoni pa Bwana. Wakati ambapo unatembea kwa njia zinazompendeza Mungu, unajipatia kibali, na kibali hiki kinateremka mpaka kwa nyumba yako. Kinaenda kina save mke wako, kinaenda kina save watoto wako, wengine wote wakiangamia, nyinyi mkiwa 8 mnaokolewa. Unaona Mungu amekasirika namna gani? If God can save a mosquito to destroy human race, if God can save a tick to destroy human race, if God can save which other animal? A snake to destroy human race. Unaona mambo yalikuwa namna gani? Kwa sababu wakati ambapo Noah anaambiwa kwamba ingia na wawili kwa wawili, God was careful to save a mosquito, to save a flea, but to destroy the human, because hawajaweza kukubali kufuata na kutembea katika njia zake. Lakini wakati ambapo Nuhu alitembea katika njia za Bwana na akafanya vile ambavyo yeye aliweza kuamriwa na Mungu, kibali cha Bwana kilisimama katika maisha yake. Kuna vitu mpendwa, utahitaji tu walking in obedience with God. Walking in obedience brings you favor, attracts favor from God. Walking in obedience. He walked in obedience. Alipotembea kwa kuweza kumsikiliza na kufanya vile ambavyo Mungu anamwagiza akaweze kufanya. Maandiko yanasema kwamba na Nuhu akapata kibali, akapata neema machoni pa Bwana. Kuna vitu mpendwa hautafanyia kazi. You will not even sweat, but you just need to walk in obedience, and God will just bring favor. And aseme kwamba najua kuna watu wamefanyia hiki kitu kazi. Najua kuna mtu usiku na mchana amefanya kazi akaweze kupata. Akipata ni haki yake kwa sababu ameifanyia. Lakini kuna mtu ambaye amenipendeza, akinipendeza nampa. Hicho sasa kinakuwa kibali. Hiyo inakuwa ni neema.